Maana yake anapatanisha kwenye shimo la mauti. Nashangaa ukiwapo ndivyo hivyo, akipata nguo yako anachimba shimo, anaipiga na anataka wewe sio amekuweka wewe kwenye ile katiba. Ndivyo hivyo wanachukua hapo na banao wanafanya ni wewe leo mwenyewe. Amen. Kwa maneno baada ya kuwekwa mahali pale, huwezi kufanikiwa kama hujatoka kwenye hilo shimo. Lazima utoke ndipo uanze. Halo. Amen. Halo. Mtu aliye shimoni hawezi kufanikiwa. Ili ufanikiwe lazima uwe umetoka kwenye shimo. Mara nyingi watu wengi wanahangaika na maisha, wanatamani pia, lakini wanasema huwezi kufanikiwa kama umeshikiliwa shimoni. Lazima utoke kwanza shimoni ndipo uanze. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wengi mmeshikiliwa shimoni, lakini pia amka mshikiliwa shimoni. Ataribika kaiona ni mtu ameshikiliwa shimoni, alafu yeye anajiona yuko sawa. Anajiona yuko sawa. Nimekwambia unaweza kushikiliwa shimoni bila sababu. Kitabu cha Zaburi 35 mstari ule wa 7. 35 mstari wa 7. Yes. Maana bila sababu wamenifichia wao, bila sababu wamenishikia shimo nafsi yangu. Maana bila sababu, sema bila sababu wamenifichia nini wao, lakini bila sababu wamenifichia shimo nafsi yangu. Unajua unaposema kwa habari ya kinani, yaani wewe ni nani? Wewe ni nafsi ambayo iko ndani ya mwili, ambayo nafsi inapumzika uhai. Amen. Yes. Nafsi yako ikishikiliwa shimoni, maana yake wewe huwezi kupita katika Mungu. Hapo zako kuelekea. Halo. Ni lazima utolewe kwanza kwenye shimo ndipo uanze kufanikiwa kwenye maisha yako. Haleluya. Watu wengi mmeshikiliwa kwenye shimo la kigeni, lakini huku mwilini mnaangaika kutafuta maisha. Yaani na bidii kutafuta maisha. Lakini kumbe nafsi yako ile itakupa mafanikio. Na ndio. Amen. Kwa mara nyingi unakuta unaishi maisha ambayo sio yako. Kwa sababu uko wako shimoni. Na ni watu wengi ambao wameshikiliwa shimoni bila kujua. Nimesema hivi wakati mwingine ambao ni kushikiliwa shimoni bila kujua. Haujui kwa umeshikiliwa shimoni kwa sababu unadhani maisha unaoishi ndio maisha yako. Yes. Anayesema ndio hili alikuwa mfano ni Daudi. Yes. Kwa hiyo anasema kwa sababu ni mfano hakuna kitu cha kushukuru. Lakini yeye anasema kwa habari kwamba bila sababu wamenifichia wao.
bila sababu wamechilia nafsi yangu nini shimoni bila sababu. Hakuna mahali ya kupotea, hakuna mahali ya kuona sitaka dini yao, lakini adui zako wamchilia nini? Wamchilia shimoni. Anapoongea kwa habari ya nafsi, aongea kwa habari ya mwili. Yeye alikuwa na mamlaka, alikuwa na walinzi, alikuwa na jeshi linalolinda, lakini anaongelea kwa habari ya nafsi yake, sio mwili wake. Haleluya, amen. Aliyewahi kuacha mwili wako unakaa hivyo hivyo, lakini akashughulika na nafsi yake. Haleluya, amen. Na hapa ndipo mtu anapita kila saa. Ni mtu wa kuombewa ili afanikiwe. Unaombewa ili ufanikiwe, lakini bado maisha yako yako vile vile. Utaenda kwa nguvu ya maombi ya muda fulani, kwa sababu umeombewa na watumishi wako katika kazi yako, lakini baada ya kuofuata unajikuta hali inakuwa mbaya. Mimi natamani kuishi kwa nguvu ya maombi ya mwisho, bali uishi kwa nguvu ya Mungu. Amen. Ndio maana tunataka kujifunza. Amen. Amen. Ni vizuri kutoka. Yes. Jambo jema, maana Mungu anasema anasitisha watumishi wake. Jambo jema. Lakini tunapoanzia baada ya kutamtuku kwa kanisani, kwa kanisa hivi kuna manabii wengi na Mungu ameweka wengi wa kaunti. Wanataka kupokea yanatokea hivyo. Lakini ile vitu vya kutafikiwa vinakuja kwa muda vinapokea. Mungu kwa sababu kuna mahali ya shikilia shimoni. Hatuwezi kudumu, unakwenda kwa wakati. Anayekwambia uishi kwa watu ila Mungu kama shimoni. Kwa unaenda kwa muda, unaenda utaona Kenya, mambo yamekaa vizuri. Nasema yes. Na haya ndio maisha. Lakini nashangaa baraka fulani ya maisha tunapiga na baraka. Makanisa ya Kristo wanashuhudia. Mungu amenipa nilikuwa siuzi tena kuna kidogo utalala. Na hivyo lakini utafikia baada ya mwezi mtatu utagundua kila kitu. Lazima tunaangalia ushuhuda wa leo, atuangalie kuendelea kwa ushuhuda. Yes. Atuangalie mwendelezo wa ushuhuda. Mimi naongea kwa habari ya kukifunguliwa ukatolewa shimoni, maanake usitao kwa leo na kesho na kesho na mpaka kurudi na kushuhudia kwa Mungu. Lazima upeleke hapo umeshiriwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni kweli. Hapataka kitu anafanya. Kwa Mungu aliyemwona. Mungu ameonyesha. Lakini kwa nafanya. Natafanya lazima usafiri ukiwa kabisa. Amen. Haleluya. Amen. Kwamba nafsi yako haijashikiwa mali. Utaikuta maisha yako. Amen. Haleluya.